Tumsifu Yesu Kristo, akamkazia macho, akampenda. Maisha matakatifu, hayo ni maisha ya sala na kazi. Hakika maisha ya sala na kazi ni maisha yanayompendeza Mungu. Ndugu yangu, karibu katika tafakari ya mtakatifu wa leo. Mama Kanisa ametupa tafakari ya mtakatifu Eusebi wa Vercelli mwaka 370. Pamoja na mambo mengi yanayohusiana na maisha yake, leo nimechagua tafakari ya jambo moja la msingi na la pekee sana kupitia maisha yake, kupitia utume wake aliofanya. Kwanza kabisa alikuwa ni askofu, lakini katika hili nianze na swali moja na kuuliza wewe, wakati huo unajiuliza mimi binafsi. Hivi wewe ndugu yangu, ni lini uliombea mapadre? Ni lini ulimwombea padre? Una utaratibu wa kuwaombea mapadre? Je, una utaratibu wa kumwombea padre katika ratiba ya sala zako binafsi, katika ratiba ya maombi yako binafsi? Ni muhimu sana, kumbuka hilo. Mtakatifu wa leo Eusebi wa Vercelli, kwanza kabisa msingi wa maisha yake kama askofu, aliweka msisitizo sana katika kuwaandaa mapadre wenye bidii ya mambo ya kiimani. Sasa tunawapateje mapadre wenye bidii ya mambo ya kiimani kama huwaombei mapadre, kama huwaombei waseminaristi wetu, kama huwaombei mafrateri wetu, kama huwaombei watawa wetu? Jenga huo msingi kuanzia nyakati hizi, kuanzia sasa. Inawezekana ulikuwa na huo utaratibu, sasa umeshaacha. Imani yako kuhusu kuwaombea iamke kwa upya. Iamke kwa upya sana sana. Kumbuka mapadre ni binadamu kama wewe. Wanahitaji msaada wa sala zako hata kama wanaadhimisha mafumbo makuu matakatifu. Katika binadamu wao wanahitaji msaada wa sala na maombi yako ndugu yangu. Kumbuka sana. Mkumbuke hata Mtume Petro kipindi kile ameshafungwa gerezani. Kipi kilimuokoa huko? Ni sala za waumini waliokuwa wanasali. Na hata baada sasa ya kutoka gerezani, malaika kumtoa kule gerezani, anaenda anagonga mlango Petro, Roda anakuja kufungua, yule binti unamkumbuka Roda, anafungua mlango, wengine anawaambia ni Petro, wengine wanasema hiyo ni sauti yake, hawaamini tena. Kwa hiyo hata wewe ukisali, ukimwombea padre, ukiombea mapadre, usinungunike, usilalamike, amini kwamba mabadiliko yataendelea kutokea, na sio kama unavyotaka wewe, lakini kama Mungu anavyotaka, kidogo kidogo. Kuna mabadiliko mengine ya haraka haraka, mengine yatatokea kidogo kidogo. Kwa hiyo usikate tamaa kama sala yako haijajibiwa wakati huo kuhusu kuombea mapadre. Kwa hiyo leo tuendelee kukumbuka hayo ndugu zangu. Mtakatifu huyu kwa kweli atuombee, Mtakatifu Eusebi wa Vercelli. Asante kwa kusubscribe channel hii, asante kwa kuendelea kufuatilia. Subscribe ambao hujasubscribe, kumbuka kushare na wengine, comment, like. Kama una chochote cha kuniambia pia uniambie, kama ni kwenye channel ya YouTube ama ni inbox, karibu sana. Na kushukuru. Mungu aendelee kutukuzwa, tuendelee kutafakari matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, maisha ya watakatifu, katekisimu wa Kanisa Katoliki na mengine mengi. Tumsifu Yesu Kristo. Nice to meet you.